Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Rabta TV, kipindi hewani ni visa vya mitume, na katika kipindi kilichopita tuliangazia au tuliona katika mwaka ambao aliozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mwaka ambao lilitokea tukio hili la jeshi la watu wa tembo, na tukio hili limeelezwa ndani ya Qur'ani kama ashabul fil katika surat al-Fil. Nini hasa jeshi la watu wa tembo? Tunaambiwa na ulama tarikh, zamani katika miaka mingi iliyopita, katika nchi ya Yemen kulikuwa na mtawala anajulikana kama Abraha al-Ashram chini ya utawala wa Ethiopia. Bwana huyu yeye alijenga kanisa kubwa. Lengo la kanisa lile, anataka Waarabu wote waache kwenda kuabudu al-Kaaba, waende wakaabudu katika kanisa lake. Kwa hiyo katika kipindi kile kulitokea na bwana mmoja katika Waarabu, yeye akaenda kulichafua kanisa lile kwa lengo la kuharibu ule mpango wa Abraha kwa Waarabu wote waache kwenda al-Kaaba, waende kuabudu katika kanisa lake. Baada ya Abraha al-Ashram kutokea tukio lile la kuchafuliwa kanisa lake, akaweka ahadi kuwa, akaapa kuwa nitaenda kuivunja al-Kaaba kwa mikono yangu. Kweli Abraha aliandaa jeshi kubwa. Jeshi lile ndani yake kulikuwa na tembo mkubwa, akidhamiria kuja katika mji wa Maka kuja kuvunja al-Kaaba. Naam, Abraha alikuja mpaka katika mji wa Maka, lakini alipofika katika mji wa Maka, moja kwa moja kwanza alianza kupora mali za watu. Akawa anapora ngamia wa watu. Inasemekana kuwa alipora ngamia 200 wa mzee Abdul Muttalib, babu yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abraha baada ya kupora ngamia wale 200 wa babu yake mtume akaamua, aliomba kwenda kuzungumza na Abraha. Kweli ile Abraha mfalme alikubali kuzungumza na mzee Abdul Muttalib. Pindi mzee Abdul Muttalib anakuja, maana tunaambiwa mzee Abdul Muttalib alikuwa na sura nzuri, alikuwa ni mwenye kuheshimika, alikuwa ni mwenye kuthaminiwa pale Maka. Kwa hivyo ile ikapelekea Abraha naye mfalme kumthamini mzee Abdul Muttalib, akampokea kwa heshima kubwa kwa ajili ya mazungumzo. Mazungumzo alipoanza, Abraha alimuuliza mzee Abdul Muttalib, shida yako kubwa ni nini? Mzee Abdul Muttalib akamwambia kuwa mimi shida yangu, ninahitaji ngamia wangu 200 uliowachukua. Abraha alishangaa sana na akasema, kwa hili nimekudharau. Ulivyokuja nilikuheshimu sana, nilikuona kuwa ni mtu wa maana, lakini unakuja hapa baada ya kuzungumza hii nyumba na kuja kuivunja leo al-Kaaba, unakuja hapa unazungumza kuhusiana na ngamia 200 hawa. Kwa kweli nimekudharau sana. Mzee Abdul Muttalib yeye alizungumza maneno ambayo yamesajiliwa ndani ya vitabu, akasema, ana rabbul ibli walakin lilbaiti rabbu yahmihi. Mimi ni bwana wa hawangamia, mimi ni mmiliki wa hawangamia, lakini hiyo nyumba utakuivunja, yupo mmiliki wake atailinda. Mimi shida kubwa yangu, nipe ngamia wangu niondoke. Kweli Abraha akampa wale ngamia, mzee Abdul Muttalib akaondoka. Lakini Abraha akasema kuwa mimi nitaivunja nyumba hii na hakuna wa kunizuia. Kweli mzee Abdul Muttalib akaondoka na watu wake, wakaenda pembeni wanaangalia namna itakavunjwa al-Kaaba. Mfalme Abraha na watu wake na jeshi lake wakamswaga sasa yule tembo wao mkubwa aliyejulikana kama Mahmud kwa ajili ya kwenda kuvunja al-Kaaba. Yule tembo akawa anasita, lakini tembo yule akielekezwa upande wa Yemen, haraka anaondoka, anafuata safari. Wakimfuata yule tembo akimrudisha kwa ajili ya kuvunja al-Kaaba, tembo akawa anagoma tena. Kwa sababu gani? Tembo ameshaona tayari red light, ameshaona alama ya hatari mbele yake. Wanyama kuna muda huwa wanahisi hawa. Kwa hiyo baada tukio lile, baada ya kumforce mara kwa mara, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha adhabu kwenye jeshi lile, ambayo adhabu hii inaelezwa ndani ya Qur'ani katika suratul Fil. Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Je, hukuona vipi alivyowafanya Mola wako ashabul fil, jeshi la tembo?
alam yaj'al kaidahum fi tadlil, je hakujalia hila zao kupotea, kuharibika. Wa arsala alaihim tayran ababil, na akapeleka juu yao ndege makundi kwa makundi. Tarmihim bihijaratin min sijil, akawatupia wao mawe yalikuwa ya moto. Faja'alahum ka'asfin maakul, basi akawafanya wao kama majani yaliyotafunwa na kutema. Adhabu hii ndio iliyomkuta Abraha pamoja na jeshi lake. Lakini inasemekana Abraha pale alikuwa hajafa, alikuwa ameondoka akiwa njiani. Sasa akawa kila mara viungo vinaanguka katika mwili wake, mara kinaanguka kidole, mara kuna kinyama kinaanguka, kapelekea Abraha yeye alifariki akiwa njiani. Sasa anarudi katika mji wa Habesh. Adhabu hii ndio ilimkuta Abraha na jeshi lake. Tunajifunza nini katika tukio hili? Kwanza, hekima kubwa inaonyesha kuwa mwaka huu ambao Abraha na jeshi lake la tembo aliyodhamiria kwenda kubomoa al-Kaaba ndio mwaka ambao aliyezaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ikiwa Abraha angefanikiwa siku ile, kweli angevunja al-Kaaba, angechukua zile mali, angewateka watu, na pale ndio ilikuwa karibuni ule ujauzito wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam unakaribia kujifungua. Angefanikiwa tukio lile, maana yake ingekosekana heshima kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata ulama sira wanasema fa ahlaka Allahu aljaysha, lengo ikraman liwiladati nabii sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akaliangamiza jeshi lile, lengo kutukuza kuzaliwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini faida nyingine au funzo lingine tulipata pale kuwa dhulma mwisho wake ni maangamizi, dhulma mwisho wake ni mbaya. Angalia Abraha pamoja na jeshi lake kubwa lote lile, lakini mwisho wa siku kwa ile dhulma alikuwa anataka kuifanya akawa na mwisho mbaya. Lakini funzo lingine kwa inaonesha kuwa Mwenyezi Mungu akitaka kulinda jambo lake hahitaji mtu. Mwenyezi Mungu wale watu waliondoka wote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akailinda al-Kaaba. Lakini jambo lingine hapa inaonesha kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajazaliwa kwa kuna matukio makubwa yalitokea, kuna bishara zilitokea. Miongoni mwapo ni hili jeshi la tembo siku ile lilikuwa limeangamia, na inshallah katika darasa zinazofuata tutakuja kuangalia ni matukio gani yaliyotokea katika mwaka ambao aliozaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endelee kuwa nasi Rabta TV, mtindo maisha. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare ili upate mafundisho mbalimbali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.